tunaambia kwa tukio Nigeria. Of course tulianaambia kwa tukio Nigeria mantu mwanya tu mantu marama getu mantu mama tunaambia kwa mayo ya Nigeria na ndena kenaine ne sana kwenye wewe nyingi tena ho chibitari ni ya the covenant chibitari na nusu chibitari iwe chibitari na pira tukainaambia kwa tukumenya mantu maingi makona chibitari ya the covenant tukainaambia kwa tukumenya the dream carrier kwa chibitari no tukarekana noe tukainteract noe nyawe munde na tunaambia kwa agitweza maingi makona ni na chibitari no ya the covenant kwa utwena mwene kirotweki uraka matete kirotweki mwambire wa kirotweki na ora kinyete kirotweki ara kinyete mumbetwe tuenwaka inaambia kwa aitweleza kitu achechiwe kidogo vitu tumerwe ya Kiswahili nonto ya kidogo atekwa wa Kienyeji kengo tukainaambia kwa hiyo tukimenya maingi karibu sana CEO habari ya siku mingi kwa hivyo ni kazi kubwa hongera sana. Asante. Karibu sana kwa Meru TV leo tumetembea hapa. Labda ni kukaribishe tu na nikwambie usalimie mtazamaji wa Meru TV. Ajue wewe ni nani, jina lako ni nani. Kuna wengi sana wanajua The Covenant Hospital lakini hawajui nani anayebeba hiyo ndoto. Tutakusalimia tuambie jina lako ndipo tuweze kuendelea na kipindi chetu. Asante sana bwana Cornelius na asante kwa Meru TV kutupa nafasi hii. Nitaanza kwa kusema hamjamboni watu wa Meru, karibuni sana The Covenant Hospital. Kwa majina naitwa Daktari Job Indeche Wahu. Mimi ndiye daktari mkuu hapa Covenant Hospital, The Covenant Hospital, na pia ndiye the director na CEO wa hospitali ya The Covenant Hospital. Asante daktari. Na niulize tu, hii ndoto ulikuwa na kutoka utotoni ya kuwa kuanza hospitali yako ama ulijipata tu umefungua hospitali labda vile ulimaliza shule hivi ukajipata umefungua hospitali ama ilikuwa kwa hadi ukajipata umefungua hospitali? Nilipomaliza shule na nikatumwa sehemu hii ya Meru, nilitumwa kwa secondment kufanya kazi hapa Commission Hospital. Na nilianza huduma na wauguzi wengi walipenda services zangu sana. Na niliona nimeajiriwa, na pale nilikuwa nimeajiriwa sikuweza kupeana ile huduma kamili, personalized attention ile nilitaka niwe na hudumia wagonjwa. So nikaona hata kama nilikuwa naendelea kuifanya pale, nilifikiri naweza ifanya vizuri nikiwa naifanya kazi kama yangu mwenyewe. Na hiyo ndio iliniweza kuniamsha kuweza kufikiria kwamba tunaweza kuwa na hospitali ambayo ni yetu na inaweza kuwa inapeana huduma nzuri kuliko vile tungelitarajia wakati tumeajiriwa. Yes, kwa maana kuna mambo ungependa yafanywe na ile protocols na procedures za kubadilisha ilikuwa ni ngumu. So ukiwa wewe mwenyewe uko na hospitali yako, decision making na vitu kama hiyo ya kupeana huduma kwa wagonjwa itakuwa ni wewe mwenyewe. Shukrani sana. Na basi hapo ndipo idea ilikuja ama wazo lilikuja uanze hospitali yako ama labda ukakaa kidogo? Wazo hili pia nilikuwa nalo wakati nilikuwa bado niko mchanga. Mama yangu alikuwa daktari na alikuwa anatibu watu na niliona ile kazi alikuwa anafanya na nikataka kuifanya hata zaidi kuliko vile alikuwa anafanya. Na nikafikiria kutaka kuifanya zaidi ni kuweza kukua na hata hospitali yako wewe mwenyewe ili uweze kupeana huduma vile ungelipenda kupeana huduma, more of a personal kind of personalized touch to the patient. Na you get that, unapata ile satisfaction ukifanya wewe mwenyewe kuliko kuwa kwamba umeajiriwa. Hiyo ndio ilinipatia changamoto na nikafikiria tukiweza kufanya hili jambo na kuweza kuwa na hospitali na kupeana huduma kwa wagonjwa na unapata matokeo, unasikia unapata ile satisfaction, unakuwa umeridhika kwamba ulifanya kitu ukaweza kufuata mtu wewe mwenyewe. Ukiwa umeajiriwa leo, kuna mtu atakuja atapata mtu huyu, kesho anapata mwingine,
nimefikiri naweza anza kitu yangu mwenyewe niweze kufuata wagonjwa vile nataka, ile huduma ambayo unasikia kwamba unapeana ile huduma kabisa, unasikia kwamba unapeana. Labda mtu angependa kujua safari ilikuwaje? Ilikuwa ngumu? Kuna ile wimbo watu wanaimba ni safari ilikuwa yenye mabonde na miteremko. Sasa sijui safari yako ilikuwa aje wakati unaanza ili hospitali, labda sijui kama ulianza hapa ama kuna hospitali nyingine ulianza, na wakati unaanza hospitali hadi wakati huu tungependa kujua safari ilikuwa vipi, na ndivyo tu kidogo ya COVID. Kwa kweli hii safari haikuwa rahisi. Kwanza hata kurudi hapo nyuma kidogo kabla ya kuongea mambo na safari, wakati nilikuwa nasema nilifikiri ukiwa na huduma wakati unaifanya wewe mwenyewe unaridhika. Wakati nilikuwa nimeajiriwa, wagonjwa walinipenda sana kwa kazi nzuri ambayo nilikuwa nawafanyia, na ukawa na changamoto kwa ile hospitali nilikuwa nafanya, na tukawa sisi ndio watu tulikuwa tumekaa pale kwa muda mrefu, na tulikuwa tunalipwa pesa nyingi kidogo. So wakati hospitali ilikuwa inarudi chini, walileta management mpya ili iweze kurun ile hospitali, na wakaona waweze kufanya to do away with sisi vigogo wale walikuwa pale na wagonjwa walikuwa wanatupenda. So hiyo pia ilikuwa changamoto moja ambayo nilikuwa nafikiri sitatoka niende kuajiriwa mahali pengine, na hivi area wagonjwa walikuwa wananijua, na nikafikiri ile huduma naweza endeleza kuwapatia. Na ndio ilipatia changamoto kubwa hata sasa hivi, kwa maana wagonjwa wangu waliweka ile demand, tafadhali daktari, kama unatoka hapa tuwekee ile hospitali yetu na uendelee kupatia huduma. So nilimaliza nikafungua hospitali ikiwa inaitwa The Covenant, na wakati huo ilikuwa ni karumu kamoja tu, karumu kamoja ka desk kamoja ya daktari na ya kiti ya mgonjwa, na nilikuwa na kabati ambapo nilikuwa natoa dawa nikipea wauguzi. So tulianza tu na room chumba moja tu, na hivyo ndio nilianza kupeana huduma. Nikaona hata wagonjwa wakati nilitoka hospitali walinifuata na wakakuwa wengi sana. So ikakuwa changamoto, daktari na hii mahali ndogo atatusahau namna gani? So nikafikiria pia ni vema tuongeze huduma kwa kuweka service nyingine, na hii yote ilikuwa na changamoto kwa sababu sikuwa na hela wakati huo wa kuweza kufanya hayo maneno, lakini with well wishes na hata wagonjwa nilipata support, kwa maana watu walipenda huduma yetu sana na huduma wangu kwa person, na walinipatia support. Tulikuwa hata na hardware surround ambao walinipatia material ya kusema daktari ongeza room nyingine, fanya partition, na hivyo ndivyo nimekuwa nikiendeleza kukuza hiyo hospitali. Na ilikuwa ngumu kwa maana hii huko unapewa bure, lakini uzuri kwamba walinipa muda, kwa maana niliendelea kulipa hela zao na sikuruka hizo hela, niliwalipa polepole hadi mwaka moja ukaisha, na nikamaliza hiyo payment, na nikawa naongeza room nyingine 2-3, moja ikiwa ni mahabara, tunaita mahabati labda mahabara, tukaweka laboratory kuongeza kwa ile room nilikuwa nayo. So hiyo changamoto nilikuwa nayo, pesa haikuwa rahisi kupata, but with the support ya kuwa na marafiki wazuri ambapo ni hapa Meru walitusaidia, na tukaendelea kuweka kliniki yetu ambayo iko town ya Mkuu, and it has not been easy. So tumekuwa tukiendelea hivyo tukigrow, and that was the year 2000 and kwa mwaka wa 2003 hiyo ndio wakati tulifungua kliniki yetu ya kwanza hapa Mkuu. So tumekuwa na hiyo jani kutoka 2003 hadi wa leo. Tumekuwa na hiyo jani tukiendelea kutembea nayo kufika 2000. Wakati ule tulianza 2003 nilisema ilikuwa ni clinic tu, so hiyo ni level 1 level 2 clinic kadogo tu karumu namna hiyo. But kufika 2015 tuliweza kupata hela na tuka upgrade kutoka level 1 2 tukaenda mpaka level 3. Na wakati hiyo services ziliongezeka,
kwa sababu tuliweza kuweka other services ambazo hatukuwa nazo kwa level 1 and 2. So in 2015 tukawa sasa ni medical center, Covenant Medical Center. Wakati ile tukianza 2003 ilikuwa ni Covenant Clinic. So tukagrow into a medical center. A medical center kulingana na serikali na Ministry of Health, kuna vitu fulani lazima uwe umetimiza ili ndio uweze kupewa hiyo level 3. So level 3, yes, sasa level 3 pale tulikuwa na consultation room, pharmacy tukaweka sasa ya nje ya kuweza kuuza dawa, tukaweka laboratory kubwa na services nyingi zaidi za kuweza kuhudumia wagonjwa, na tukaongeza pia minor theater ya kuweza kufanya operations kidogo surgical, na pia tukakuja tukaongeza mahali pa kuweza kufanya delivery. Kama kuna mama anaweza kuja na anaingia kwa clinic, kama alikuja kwa clinic na hakujua hapo kwa labor, tungeweza hata kumzalisha. So hizo services zilienda zikaongezeka. So unaona imekuwa ni a long journey. Changamoto hiyo apart from finances na kukuwa na ugumu wa kuweza kulipa rent na kufanya kazi zingine hapa na pale, tumekuwa tukitembea hiyo jani kwa mkono. Yes. Wow, I love that. Sasa wacha tukuje kwa The Covenant. Nini hasa mnafanya hapa The Covenant? Ni huduma gani ambazo mnazipeana hapa The Covenant Hospital? Yes. So The Covenant Hospital, kwanza kabla niseme huduma, ningelipenda kusomea wasikilizaji wa hapa Meru na clients wetu kwamba tuko na vision ya to be internationally respected for excellence with the most trusted, personalized and coordinated patient care. Wow. That is our vision. Wow. So hiyo ndio ningelipenda watu wetu wajue vision yetu ni nini. To be internationally respected for excellence with the most trusted, personalized and coordinated patient care. Hiyo ndio vision yetu. Na kabla nianze kupeana sasa zile services tuko nazo, tukiwa tunataka ile excellence tunaongelea. And our mission is to improve the health and the healing process of our clients. That is our mission, to improve the health and improving the process of our clients, of the clients. Yes. Wow. So nikirudi kwa The Covenant, and before that, maybe in 10 years to come, where do you want to see The Covenant Hospital? We are now, tumefungua tu hivi karibuni about 2-3 months ago, miezi 3 sasa. And we want Covenant to be the most attractive facility in this region and wide. We want it to be a referral. We want to have identify. Tunataka tujaribu kuangalia na tuangalie what kind of niche of service. Hii niche kwa Kiswahili ni nini? Hiyo tutaiweka. Yes, tutaiweka hivyo, that niche ile inaweza kuwa inahitajika in this region. Yeah, that tutakuwa associated with, like in 10 years to come. This should be the Pumwani of this area, something like that. Are you planning to open some branches in some other part of the country? That is one, and I was going to come to that. Just this being a referral for all those branches, we'll also open other branches in other counties, whereby people will know there is Covenant, but this will be the main hospital where we can have referrals and all that. So in about 10 years to come, we've only done 2 floors. You'll find a very different building in this place with all those services being offered in this facility, in Covenant Hospital. Because tunataka kuona kama hospitali kama Kenyatta iko hapa Meru, with all the services, kama ni zile PET scan za screen wagonjwa and those other cancers, wacha hata CT scan, kuna CT scan, MRIs, PET scans. You see Meru is an area whereby tuko na a lot of cancers and all that. So we'll be having a vision
whereby in 10 years time to come, this should be a very magnificent facility that will be attracting everybody all over the country. Where hata mtu akiwa Kisumu atasema kuna huduma fulani nasikia inapeanwa pale Kona, huko ndio nataka kwenda. We want to see people coming all over the walks of life, wakiwa na all the specialists in this hospital offering services. Na hii tutafanya with that mission that we are thinking with all other specialists. Tutafanya tukiwa peke yetu, lakini tutafanya kazi with other partners. Wale tutaweza kuvuka resources pamoja na tumeshirikiana nao. Na hizo branches pia tutaweza kufungua. Hata ningependa kusikia, mimi si mkaji hapa, lakini sasa hapa ndio nyumbani. Mimi sisemi Kiswahili inanitatanisha kidogo. Mimi ni mkaji hapa hivi, lakini kuzaliwa nilizaliwa huko Kakamega. Sasa hapa ndio nyumbani. Hapa ndio najulikana hata zaidi kuliko pale nilizaliwa. So we want to have, when we have also other areas, we should be coming, knowing that we have a facility that was opened in Meru, ambayo inapeana huduma wa kisasa and the best in the region and in the nation. That is the kind of picture we are putting in place. Wow. We can still work and overtaking in those other hospitals. We can be able to do it. Already we answer for and offering the best, but working together with people. Absolutely. And you people being our partners. Lazima tutafanya hivyo. So ni huduma gani ambazo mnazipeana hapa? Nikirudi kwa huduma ambayo tunapeana hapa, kwanza Covenant Hospital is iko na capacity about 100 beds. 100 beds. And outpatients, hii ni kama wagonjwa wamelazwa kwa hizo vitanda zote, tuko na capacity ya 100 beds. And outpatient, we can be able to accommodate about 100 patients at the same time, seated, wakiwa wanahudumiwa. So tuko na a very vast and wide outpatient services, which is offering, we often both outpatient and inpatient services, na kwa kuguzia tu. Na katika ile outpatient tuko na laboratory services, ambayo tuko na modern machines. Laboratory yetu ni ya class E, according to the Ministry of Health, and it's offering all those necessary services. Zile mtu anaweza kufikiria, actually including screening, cancers and all that. Tuko na pharmacy ambayo ni kubwa na madawa aina mbalimbali. Pharmacy ni mahali madawa zinachukuliwa. And then katika hiyo huduma ya outpatient tuko na specialized clinics. Specialized clinics ni zile clinics ambazo the specialists, the consultants, doctors wako hapa and they visit here every week, seeing those specialized cases. And we have specialists like the consultant pediatrician, we have physician, we have physician clinic, the pediatrician clinic, the obstetric and gynecology clinic, ile ya wamama, na shida za wamama na kujifungua, tunaendeleza hiyo huduma. Tuko na surgical clinic, ile the surgeons, tuko na surgeons pia wanakuja hapa. Tuko na specialists kama oncologist, mambo na cancer. Tuko na macho, ophthalmology. Tuko na wale wana visit hapa, specialists. Tuko na dentist, baadhi wanahudumia mambo na meno. Na pia tuko na radiological services, ultrasounds, x-rays zote tunapiga. Na tuko na maternity, kama mgonjwa ameadmitiwa anaweza jifungua bila shida yote. We are taking care of those maternity services. Mother and child, wakati wamemaliza kujifungua pia watoto tunawafuata kwa clinic ya watoto. Na pia wamama wakati wanafuata clinic ya kujifungua ndio tunaita mother and child. Tuko na surgical operations, both minor and major surgeries tunazifanya. And then tuna handle emergency services, critical and emergency services. Tuko na HDU, high dependence unit, ambayo tunaweza kufix. Na hivi karibuni tunaweka ICU, the intensive care unit. Na tuko na ambulatory
services. Ambulatory services ni ambulance. Ukiwa na mgonjwa, labda tuko na kesi ambayo sasa tutaweza ku manage hapa, maybe we need to go to Kenyatta or any other place, tuko na ambulance ambayo tutakuweka na tutakupeleka to those other services. Pia hii mambo ya roho, tunafanya screening ya echocardiography na pia ECG. Hizo ni services tunafanya, na pia kumulika watu ambao wako na acid, kufanya screening ya cancer, tunafanya endoscopy. Na nikimalizia, tuko na services za physiotherapy, mambo ya ku rehabilitate watu kurudi kuweza back to their normality. So tuko na huduma mingi. In short, hizo ndio nimeweza kuguzia, but generally level 4 the Covenant Hospital is a level 4 hospital offering all those services have been mentioned. Tunaweza wapea huduma na to the satisfaction of the client. Na tuko na ile personalized attention. Ile umesikia nikisema division yetu, we need to be respected and have excellence in that personalized services to our members. Wow, that's very interesting. So why the Covenant Hospital? Kwa nini ungeambia wale wanaotutazama kule mtu akiumwa atembee hapa the Covenant Hospital? Nini haswa iko hapa? Ukitembelea the Covenant Hospital, kwanza mazingira yake tu inakuponya tu. Hata kabla uone madaktari wetu na wale specialists wetu, mazingira peke yake. Ukiona hospitali mingi ni watu wameweza kukomboa na hawezi toa ile hospitali vile wanataka itoke, because unalazimika kama uko na hospitali town, inakuwa ina environment hawezi kubadilisha kwa maana labda imekombolewa na kitu kama hiyo. But ukikuja the Covenant Hospital, tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kujenga hospitali nje ya town na iko na mazingira nzuri where hakuna kelele. Ukiingia, the ambience and the environment unaanza kupona. Kuna ile personalized attention ya kukaribishwa, unaingizwa ndani. Ukiingia ndani, it is a magnificent institution. Ukiona usafi, ukiona the space, because utapata hospitali mingi hawana space. Na hiyo vitu pia huchangia hili ya mgonjwa, kwa sababu hewa nzuri ambayo unapumua in an area can make you to start healing. So on top of that, tuko na wauguzi, those are the doctors and the nurses ambao wamehitimu and they are well qualified and they are one of the best services we are providing around. So tungelipenda wasikilizaji wetu, tuombe watu wagonjeke, lakini wakati unahitaji ya kuhudumiwa na ni mambo na ugonjwa, karibu jionee the Covenant Hospital. Tunataka kuambia wasikilizaji kwamba gharama yetu haiko juu, it is affordable. Ni kitu unaweza afford, wala hata wanatumia cash wataweza kuafford. For example, tumepeana huduma kwa wanafunzi wa shule na tunaongea na principals hapa, kama kuna mtoto yeyote atagonjeka na hana insurance na ni mzazi analipa, tutapeana huduma wote kwa shilingi 1,000 peke yake. Ni namba moja, na gharama is affordable. Ni affordable kwa sababu ni sema namna gani, ni yenye ina haidhuru mfuko wako. Hawezi dhuru mfuko wako. So that is what we are having, and wakati tuko na other specialized services, then we will advise you accordingly. Tutakuongelesha, tumesema tuko na ile personal attention, tutakuambia nao unahitaji hii service, na hii service labda itahitaji kuongeza kitu fulani ama kufanya kitu fulani na itagharimu hivi na hivi. So tutakuelekeza vizuri na hata wewe utaridhika kwa ile matibabu utakuwa unapata kwa the Covenant Hospital. Shukrani sana. Sijui basi kuna mtu angependa kuuliza labda kitambo tulikuwa tunatumia NHIF. NHIF sasa haitumiki tena. Kuna SHA lini inatumika, mfumo wa SHA sijui lini. SHA inatumika kwa sasa. Sijui kama wagonjwa wanahitaji wanatumia SHA hapa, mko na hiyo services kutumia SHA. Asante sana. Ningelipenda kuambia wasikilizaji wetu kwamba tuko na hospitali mbili kuu. I want to be very clear.
Na ile hospitali ambayo ilikuja ikakuwa mpaka ikawa hii kubwa the Covenant Hospital, ile nilikuwa nasemea hapo awali ya level 3. Yes. Tuko na level 3 hospital na level 4. Yes. So katika hii mipango ya SHA na SHIF, huduma ya emergency and critical care iko katika level 4. Serikali imeipatia kwa level 4. Okay. Hii huduma nyingine ya outpatient imepewa mahospitali za level 2 and level 3. Yes. Na nataka kuambia wasikilizaji wote, the Covenant Hospital na sisi kuwa Covenant Hospital, tuko na hospitali zote mbili ambazo zinaweza peana outpatient services na pia zinaweza peana the level 4 hospital ambayo ni critical and emergency care. Katika critical and emergency care kule wanatumika SHA inasimamia. Tuko na SHA, nataka wasikilizaji wajue tuko na SHA na tunaitumia. So ile critical and emergency care ndio inapeana huduma kwa level 4 kwa admit kwa ingine ya main hospital. Sasa nikirudi pale, the level 3 hospital iko within the CBD town katikati, next to Cedian Bank, highway ya Nairobi, karibu na Cedian Bank. Tumepakana na Cedian Bank ndani ya town ya Kubu. Hatuko mbali na stage ya Kubu. Ukiwa main stage ya Kubu, ukiuliza tu mtu yote unataka Covenant, watakuambia ni mita 10 tu ama miguu 20 utakuwa kwa hospitali ya Covenant. So ukiwa stage ya Kubu main stage, uliza tu uliza Covenant Hospital, iko karibu na Cedian Bank, utaelekezwa na utafika pale. Now the main hospital ambayo tumejenga ambayo ni ya level 4 hospital, inaitwa the Covenant Hospital, iko mita 500 mita 500 katika hii njia ya kuelekea Kubu Mikumbune Road. Ukiwa katika ile junction hapo Total Junction, utaweza kupanda tu njia ya Mikumbune, ni miguu ni mita 500 kufika kwa hospitali yetu. Tuko next to National Oil. National Oil iko hapo na sisi tuko hapo next. So it's about 500 meters. Mahali hata kutembea unaweza tembea na uweze kufika. Yes, namba ya simu nikiweza kupeana yangu mwenyewe, nafikiri na kuanga busy sana, unaweza piga na usinipate, basi nitapeana namba ya hospitali ambayo ukipiga utaweza kuelekezwa. Namba ya hospitali ni 0700 100 393. Rudia tena. Kwa Kiswahili ni 0700 100 393. Hakuna ingine, ni hiyo tu. Ni hiyo. Ukipiga hiyo ukipiga namba ni 2. Ukipiga wakati wote utaweza kutupata. Namba ya pili ni ya Airtel, hiyo nimepeana ni ya Safaricom. Ya Airtel ni 0785 412 302. Hizo namba zote zinaingia katika hospitali yetu kuu ya The Covenant Hospital. Asante sana daktari, shukrani sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya, na tunashukuru pia kwa kutembea hapa. Kwa sababu ya muda, naona masaa yetu yanaendelea kusonga. Labda maneno ya mwisho tunapotamatisha mpango wetu, kwa wale ambao wanatutazama, labda ungependa kuambia nini? Ningependa kuambia tunawapenda sana. Karibuni katika hospitali yetu ya The Covenant Hospital. Ni hospitali mpya, imeweza kuanza kazi miezi 3 iliyopita, na tayari tumeweza kupeana huduma kwa watu zaidi ya 1500. Nairobi imeletwa hapa karibu. All the specialists, doctors, madaktari wako hapa. Msiweze kuhangaika kwenda mbali, tutawasaidia na mtaweza kupata huduma njema katika hospitali yetu ya The Covenant Hospital. Asanteni sana. Asante sana daktari. Asante kwa huduma ambazo pia mnazipeana hapa. Na nimefurahia pia kwa sababu nimepatana na wengi ambao wanasema hapa ndipo, yaani wanasema wametibiwa na wako sawa, wako salama sehemu sasa. Kwa hivyo asante sana, shukrani. Asante. Kumulekera wetu TV kabachimwanya nundu wakwenda mbele kwa urinde ni mubango wetu kumenya
gicuri kuingia muno mundira kibutina dena tu nkalo mtu wako weke ni TV ya kuliko kwa mtale family zo kimani na mwongeka gitakauka ngekera mubango oyo wetu ndiye na bongo yote teo kwenda kagitakea na kula nyunga hospital ya the Covenant Hospital ukinamba kwa kiwa na gramantu ukinamba kwa vitu ngatagero na ukainamba kwa ugencho kaira nkado leta oga yunda kumilita wala wali ngala kwa takwa bwe ukainamba kwa ugekala bwe mwaka yurenge ile tuwe